Hello, habari. Naitwa Ibrahim Kadilo, mjasiriamali, mshauri wa biashara. Wapendwa, katika video hii nitashare na wewe jinsi ya kuboost tangazo na kuweka headline kwenye tangazo lako ili kumwezesha mteja anayeangalia tangazo lako aweze kuchukua hatua fulani. Kama wewe ni mgeni, basi bofya subscribe, bofya kengele, share, comment video hii. Next time tunapotoa video za mafunzo kama haya uweze kupata ujumbe unakutaarifu kwamba tumetoa video mpya. Basi bofya subscribe, utaona picha ya kwenye screen yako, bofya picha then bofya subscribe. Ukishaingia katika akaunti yako ya Facebook, ukishaingia katika page ambayo inakuwezesha kurusha matangazo, ukishaingia katika page inayokuwezesha kurusha matangazo, ukisha post ile post ambayo unataka kuiboost, chini ya post utaona kuna maandishi yameandikwa boost a post. Ukibofya boost a post, ile option ya kuandika headline, kuandika kichwa cha habari kwenye tangazo lako huwezi kuipata. Kwa hiyo utachotakiwa kufanya, utakuja juu ya page yako pale, utaona kuna dashboard, professional dashboard na advertise. Au unaweza kuona professional dashboard ukaona promote. Kwa hiyo utabofya ile advertise. Ukibofya advertise itaweka katika page ambayo utatakiwa kuchagua nataka kuboost hilo tangazo. Unataka kuboost content ambayo ulishapost kwenye account yako ya Facebook au new. Kwa hiyo utachagua create new ad. Chagua create new ad, then utakuja hapa juu utabofya ile tangazo lako. Kama unataka kupost hii utaendelea, lakini kama unataka kubadilisha post utakuja hapa juu utabofya use a post. Bofya use a post itakwambia uchague post ambayo unataka kuiboost. Let's say utachagua use a post here. Utachagua hii, utaona chini ya post yako kuna maneno yameandikwa contact Kadilo online. Haya ni maneno ambayo yanakuwa katika ukurasa wako. Kwa hiyo sasa unataka tuweke headline, tuweke kichwa cha habari ambacho kitamshawishi mteja achukue hatua fulani na kuona ile tangazo lako. Kwa hiyo utashuka chini pale add headline, add headline. Kwa hiyo utafuta hiyo Kadilo online, inaweza ikawa ya kwako tofauti na hii, lakini utafuta, utaandika headline unayoitaka. Basi utaandike bofya hapa mawasiliano. Bofya mawasiliano. Ukishaandika bofya mawasiliano, utaona chini ya tangazo lako yale maneno yanabadilika, yanakuwa bofya hapo mawasiliano. Inampa option mtu anayeona tangazo lako kuchukua hatua fulani, akivutika ile tangazo kwa atabofya, ataweza kutumia ujumbe na hivyo kuweza kuwa umefanikisha katika lengo lako. Kwa hiyo utaisave ile. Kisha save utaendelea sasa na vipengele vingine kujaza ili uweza kuboost tangazo lako. Kwa hiyo ndio namna ambavyo unaweza ukaset headline kwa tangazo lako kumwezesha mteja wako aweze kuchukua hatua fulani ili aweze kukufikia au kupata ujumbe na kutumia ujumbe. Basi kama umefaidika, bofya comment chini nimefaidika. Usisahau ku like, subscribe na kushare ili next time nikitoa video kama hizi uweze kupata ujumbe. Tukutane kwenye video ijayo.